wangu nanitia wasiwasi. Sasa changamoto nini yote mawazo? Hivi mangu angekuwa kweli Uingereza. Mimi nitokea hapa niende kumwambia kaka eti kwamba sijui hivi kwa mimi siwezi kweli. Mimi kakaangu baba mmoja mama mmoja. Wewe yule mwambie sema hapa shemeji yako anaondoka na mimi inatakiwa niende Iringa. Mnaongozana leo hii yule anakubali tu, mbona yule anaonekana na nombe afu hela na yule anuki. Hivi mangu hivi ungekuwa familia ile ya kwako. Afu na mimi nakwambia hivi ungeweza. Naona kama umenipiga kwa mishono. Hapa kweli mke wangu. Umeongea kwenye point sana. Mimi ningekuona wewe unalomba ya. Ningekuona kama na mke fulani kichef hivi. Lakini si mbaya. Mimi wale wameshafika pale nyumbani. Mimi nakuomba nisaidie kitu kimoja. Kama una shilingi 1000 watoto wa mjini wanasema boko. Nisaidie hiyo. Mimi niende huko Mtoni. Nikapambana siku 2 hizi. Leo na kesho kutu nitakutumia tu hela pale kidogo wewe. Yule shemeji anaishafu tu bana mke wake na nani wote maisha safi hamna kitu chochote kile. Na mimi hapa nina 1000 tu. Na shida na mimi mbona najua. Macho yamegeuka benki bwana. Na mimi nilijua kabisa. Muona sasa bwana. Unaelewa ndio hii. Ndio, sasa ndio hii kwa uchungu. Kesho kutwa mambo yanakuwa mazuri. Sasa ni kuachi na angalizo moja. Angalizo hili pale kuna wageni, kuna shemeji, kuna na mke wake. Sasa sio naondoka, wao wale ndo wanakuwa mama mwenye nyumba na baba mwenye nyumba, wewe ndo umuondoka umasusia nyumba. Inakuwa haipendezi. Sio unaenda kwa Juma, sio kwa nani, unaanza kunichanganyia ndao. Inakuwa haipendezi. Mnielewa vizuri. Mimi naenda huko na Njogoro. Nikidiba tu Mtoni kulikunguta paka nikidiba nikulikunguta paka kila kitu kitakaa sawa. Umenielewa? Haya, sasa mimi naenda. Wewe unaona kama maisha yako hayataki. Bwana. Ushungu acha bwana. Wewe usiwe na wasiwasi sawa? Haya.